Imenichukua takribani miaka 10 kujifunza mbinu mbalimbali za uleaji wa vifaranga wa kienyeji, tena bila kuwa na vifo vya aina yoyote. Lakini wewe leo nitakufundisha safari hii ndani ya dakika chache za video hii, kama utatenga muda wa kunisikiliza kwa makini. Na kwenye video ya leo tutajifunza jinsi ya kulea vifaranga wa kuku kienyeji. Kama umekuwa ukipata changamoto mbalimbali za vifo bandani kwako, hasa katika wiki chache za mwanzo za uleaji wa vifaranga, ni kusihi ubaki hapa Rashid Poultry Farm. Lakini kama utaona video hii ina manufaa na inaweza kuwasaidia wafugaji wengine wafuge kuku wa kienyeji bila vifo, ni kusihi ubonyeze button iliyoandikwa subscribe, halafu ubonyeze button iliyoandikwa like na ushare na wafugaji wengine, kwa sababu utaokoa maisha ya kuku wao. Katika safari ya uleaji wa vifaranga imegawanyika katika hatua 3. Hatua ya kwanza huwa ni hatua ya maandalizi kabla ya kupokea vifaranga, na hatua ya pili huwa ni nini cha kufanya baada ya kuwa umewapokea vifaranga, na hatua ya mwisho ni nini utafanya baada ya kuwa umepokea vifaranga. Tukianza na hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza, mfugaji baada ya kuwa ameatamisha na kurekodi na kuweka kumbukumbu ya kwamba hawa vifaranga wataanguliwa tarehe fulani, siku 5 au 7 au 3 kabla kuku wako hawajaangua vifaranga, unapaswa kuandaa mazingira ambayo wale vifaranga watalelewa. Maandalizi hayo yanapaswa kuhusisha utengenezaji wa banda kama ulikuwa hauna, au ufanye maboresho ya banda ulilonalo. Lakini maandalizi mengine, kama ulikuwa na banda, unapaswa kulifanyia usafi. Usafi unasaidia kuua vimelea vya magonjwa vinavyoweza kuwa vimebaki wakati unalea vifaranga waliopita. Kwa hiyo maandalizi haya ya usafi ni muhimu, lakini huwa yanachukuliwa kikawaida na wafugaji wengi, ambayo huwa yanapelekea kuku wao wanapata maambukizi ya mapema. Katika hatua hiyo hiyo ya kwanza ya maandalizi, unapaswa kuandaa vifaa vya maji pamoja na chakula ambavyo vitakuwa rafiki kwa vifaranga, ambavyo havitasababisha upotevu wa chakula, lakini pia havitasababisha upotevu wa maji. Hatua ya pili katika uleaji wa vifaranga ni ile hatua ya wewe baada ya kupokea vifaranga. Tayari sasa kuku wako ameangua mayai uliokuwa umempatia, amekaa kwenye kiota ilichokuwa ameyatamia kwa takriban maybe siku 1 au siku 2. Sasa anahitaji kutoka kwenda kuanza kutafuta chakula yeye na watoto wake. Kosa ambalo limekuwa likifanywa na wafugaji ni kumwachia yule kuku aende akazurure kutafuta chakula. Hilo ni kosa kubwa ambalo hata nimewahi kulifanya katika safari yangu ya ufugaji wa kuku. Kosa hili sitaki mfugaji mwenzangu endelee kulifanya. Unachopaswa ni kuwalea wale vifaranga katika kibanda ambacho umekiandaa kwenye hatua iliyopita. Utamchukua yule mama au utachukua vifaranga wenyewe kama unataka kuwalea bila mama yao. Utamweka kwenye lile banda ambalo umeliandaa, utamwekea na vifaranga wake, utachukua idadi, na kabla haujawapa chochote hakikisha kwanza unawapa maji ya kunywa, ambayo unaweza kuwa umeyaweka glucose ya kuku au ukatumia asali ya asili, yani asali ile ya kulamba kuweka kwenye maji yao ya kunywa. Lengo ni kuwapatia nguvu na kufungua mifumo ya chakula. Kumbuka walivyokuwa tumboni hawakuwa wanatumia mfumo wao wa chakula. Chakula walichokuwa wanakipata kilikuwa kinapitia kwenye mirija ya damu. Kwa hiyo kabla hawajala chakula chochote, ili wasipate constipation, unapaswa kuwapatia maji. Kwanza hayo maji yao ya uvuguvugu, lakini pia uyawekee glucose ili kuhakikisha kwamba wanapata energy, lakini pia wanafungua mfumo wao wa chakula. Na baada ya saa 1 au masaa 2 baada ya kuwa umewapatia maji, hapo sasa utawapatia vifaranga wako chakula na maisha yataendelea. Hatua ya 3 ambayo unapaswa ni kuwapatia chakula. Chakula ambacho unapaswa kuwapatia vifaranga, haupaswi kuwapatia pumba peke yake. Pumba haitawafanya kuku wako wakue vizuri. Pumba haina virutubisho vyote vya kutosha kwa ajili ya afya ya kuku wako.
pumba itawafanya kuku wako wadumae. Unachopaswa kufanya katika hatua ya 3 ni kuwapa chakula ambacho kina virutubisho vyote muhimu. Chakula ambacho kitasababisha kuku wako wawe na afya, wawe na nguvu, waongeze kinga ya mwili, lakini pia wakue kwa haraka. Chakula ambacho nakipendekeza, tunapaswa kuwapa kuku chakula cha pellet. Kumbuka wale ni vifaranga. Ukiwapa chakula cha mash, watachambua zile punje kubwa kubwa ambazo zinaonekana, halafu wataacha virutubisho vingine ambavyo vinapatikana kwenye unga. Hii itawaathiri katika ukuaji wao. Hivyo basi, kama mfugaji unapaswa kuwapa kuku wako chakula cha pellet. Pellet ni chakula ambacho kimetengenezwa katika mfumo wa punje. Ukiwapa chakula hicho kuku wako akila, maana kila punje ina virutubisho vyote ambavyo vinahitajika kwenye afya ya kuku wako. Kupitia mafundisho mbalimbali ya hapa Raishi Poultry Farm, tutakuwa tunakufahamisha katika siku ya 2 mpaka siku ya 6 ni nini unapaswa kuwafanyia kuku wako ili waendelee kuwa na afya njema. Kama video hii imekufaa mfugaji mwenzangu, nikusihi ushare na wafugaji wengine, lakini ili usipitwe na video zingine zinazofuata za hapa Raishi Poultry Farm, nikusihi bonyeze button iliyoandikwa subscribe, lakini pia usisahau kulike video hii. Raishi Poultry Farm, tunafuga kwa maarifa, tunazalisha kwa faida. Tukutane katika kipindi kijacho.